2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? GoTV, love it. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. A very good afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. Residents from Kabete have held demonstrations today morning after a police officer allegedly killed his wife and seven other innocent people, while 3 others are nursing injuries in the nearby hospitals. The residents are now calling out to the government to intervene and solve the case. Tumetulia na mamole wengine walikuwa na boda hapo kwa stage. Tukasikia hiyo gari ikakuja ina Probox KPL 501L. KPC 501L. Ikakuja sisi tunachoanga inakonga na makalau wakapete. Wakakuja wakafika hapo hivyo kwa soko wakarusa risasi. Sisi kuna ndutiri kwa inapita tukatani ni wezi wanachezi. Haya wakakuja wakafika kwetu penye tulikuwa tumetulia wakasonga mbele kidogo. Around 200 meters wakasimamisha gari. Kalau mmoja akatoka ndani mwenye tunafahamu anaitwa Mr. Pen. Akatoka na AK47 akatumulika akaanza kutunyanyasa malisasi. Ilibidi tumeepa. Tulikuwa wasee wanne na wengine wanduti tukaepa stage. Kuepa stage kukaa kidogo hivi karibu 5 minutes hiyo Probox ikaenda wakati tumeepa. Kukaa kidogo tukasikia mlio wa risasi. Around kona iko hapo hivyo around 100 meters tena. Kidogo kama 2 minutes tena sikifita. Machama wengine wakakuja wanduti wakituambia hey Platet kuja mtu wakole. Tukiwauliza ni nini? Eti kuna gari imetoka hapa hii ya makalau Probox. Imekuja imepiga wase wengine hapa chini malisasi wawili. Kuja tuende mtusaidie. Sisi tukangoa tukwambia tuwesienda. Tuanaweza kuwa ni wezi. Wakatuambia hapana, hawakuwa wezi. Sisi tulikuwa na wao, tulikuwa tunatoka Masisi usiku. Tukaenda mpaka huko yenyewe tukapata wasee wawili, mmoja wa Nduthi iko na double stand imesimama. Alafu mzee mmoja alikuwa dele, yeye amepigwa amegenya hapo. Kuna mzee mwingine bado alikuwa amepigwa risasi ya mgongo. Wakati alikuwa amepigwa ile risasi ya mgongo, yeye hakuwa amededi. Haya, kuna msichana mwingine alikuwa hapo hivyo. Tukimuuliza nini alikuwa analia. Tukamsaidia huyu mwingine akapelekwa OC. So kupiga kidogo tukapigia UCS tukamwambia hapa kuna gari inakuja huku inasindiki tuangaisa na iko na makalau na tunawachua. Akatuambia waacha confirm. Kuconfirm kidogo ndio akakuja tena akatupigia simu. Akatuambia hapana. Akatuambia hiyo gari hiyo askari imekonfirmiwa hasa huwa pipi yake na anataka kuua watu wengine na anaua watu wako innocent. Sasa ndio tukakuwa alert. Kukua alert, OCS akakuja na nini na backup yake. Akaanza kutafuta. Kipati msuli ama mbaya. Gari private hiyo gari tena ikirudi. Wandushika nditi tena ya nini? Ikirudi. Mimi kaambia OCS na askari wengine. Likaangushwa. Angalia kamera, yes. Ikakuwa Mkaenda nikaenda kabla brother yako amekufa. Mimi mama kevo hivi. Kwenda kwa ndikurusa. Nimekutana maiti ngapi? 4. Kevo alikuwa mtu wa 5. Feel it. Na mimi ni mkaji wa huku. Vijana 7 wameuliwa na wengine 3 wako kwa hosi. Tumekataa vijana kuuliwa. Vijana wametoka Mashakaya. Arewera alikuwa kwa kazi. Kijana ametoka kazini alikuwa DJ. Anaenda nyumbani akashutiwa. Kazi yake pekee. Vijana wameuliwa hiki kijijini. Tunaomba serikali chukue hatua.
Well, we will have that report in detail and in full in the 7 p.m. news here at Sky Cable TV. On to our next story. A lady from Mtwapa, Kilifi is calling out to the government to intervene in the recent land disputes that have left her and the orphans out in the cold, an act that has been condemned so much by the residents of Mtwapa. Nimekaa hapa miaka 45. Nimeanzisha kazi ya kusaidia mayatima na wajane kwa hii poroti. Leo asubuhi nikiamka naona watu wamevunja hapa, wamevunja hizi nyumba za mayatima, wamechukua chakula, maunga, manini, vitu yote nilikuwa nimejaza hapo vya mayatima na viatu, kila kitu nilikuwa nimenunua, na uniform za mama wa Kilifi. Sina kwa kuwapeleka. Hata hiyo chakula wamechukua nilikuwa nimetumia 10,000 jana, na juzi nilikuwa nimenunua vingine vya 20,000, viatu, manguo, uniform zote wamechukua. Maana wanaenda paka Bamba. Sasa wamenibomolea, wamebeba hayo mawe ingine ya nyumba, wamebeba chakula, wamebeba kila kitu. Polisi nimeenda, wamekuja, wamekakuta wanavunja, wengine wakakimbia, wamekamata watu 3, wamewaweka pale seri. Na mimi nimekaa hapa miaka 45. Mimi kuzurumiwa, na mimi saa hizi wanazurumu paka mayatima. Nauliza msaada kwa serikali, hata president wetu Uhuru asikie, anipatie msaada hapa Mtwapa. Na naibiwa vitu vya mayatima, nimevunjiwa manyumba yangu, na nimekuwa kotini nikashinda kesi na ule wa kwanza aliyokuwa amenivunjia. Niko na decree, niko na judgment, lakini wanapita nyuma, wanakuja wanavunja, wanaiba kila kitu. Mawe pia wameiba, siwezi jenga tena. Naomba msaada kwa serikali, hasa Mheshimiwa Uhuru. Kwa majina naitwa Ramayongo. Nimekuja hapa kwa sababu ya kilio ya mama. Tulikuja jana hapa tukaja tukaona hali vile ilivyo, tukaenda tukaripoti, na baada ya kuripoti tukikuja hapa mchana tukapata hii nyumba imevunjwa, na tukajaribu kusimamisha hiyo. Tukaenda pale tukaonana na OCPD, tukazungumza ya maneno, tukakubaliana kwamba leo saa 4 tuwe pale. Wamekuja vijana saa 12 wakavunja tena. Bahati nzuri wameshikwa vijana karibu 4. Ile kitu sisi tunasema tunataka haki, manake kama mtu yuko hapa ndani ya Kenya na anafanywa namna hii, na Kenya ni nchi ambayo iko na sheria zake, je, mwingine atafanywa namna gani? Kwa hivyo kile kitu ambacho kimefanyika hapa si mzuri. Tunaomba vile vyombo ama shirika ambayo yanashughulika na haki za binadamu na msaada, huyu mama aweze kusaidika. While residents from Ugenya, Siaya County are full of joy and gratitude as a free medical service camp has been brought to their location, one that is targeting to attend to at least 6,000 people from the area. Ugenya has only 17 health facilities, and these 17 health facilities do not even have drugs and doctors. Ugenyans are in Bultula, which is outside Ugenya, for treatment, in Busia. Ugenyans are seeking treatment outside Ugenya. They spend over 1,500 in travel cost to look for healthcare. Mafua zangu zilikuwa na shida, nilikuwa nasikia maumivu. Hiyo wakati nilikuwa nimesikia imetangazwa, yani leo kuna matibabu, ikanibidi nitoke kule Siranga mpaka hapa. Nimekuwa na shida ya macho, na leo nimeelezewa venye naweza fanya, na nikapewa hata na madawa zenye zinanisaidia kwa hiyo macho yangu. Kwa hivyo mimi leo nafikiria nitaendelea vizuri kulingana na madawa zenye nimepewa. Tunatarajia tutafikisha 1,000 na kwa hivi sasa tumeshafikisha 800 na kitu, na bado kuna watu wanakuja. Sasa registration tunafanya mpaka saa 6 tutafunga. While the national and county government of Samburu is set to recruit more than 300 people that are going to join the forces in an aim to restore peace in Samburu following the recent clashes that have been ongoing. Kwa sababu ya viongozi wetu ambao waliuliza serikali kuu hii askari ya akiba kwa sababu ya mambo ya usalama ambao mheshimiwa gavana yetu ametaja. Nashukuru serikali kuu kwa kurespond, kwa sababu serikali yetu ni serikali ya kujali hasa wananchi wake, na kwa sababu hiyo
Leo sasa tulianza training ya 90 wale ambao watasaidia kama askari ya akiba wale askari wengine, ili waweze kudumisha mambo ya usalama, mambo ya wizi ya ng'ombe ambao Mheshimiwa Gavana amezungumzia. Hii ni ile group ya kwanza, lakini group ya pili itatoka North na ya tatu pia itatoka Samburu East, ambayo itakuwa kubwa kuliko hata hii. Na uzuri ya hii program ya kwamba tumehusisha jamii zote ambazo wako Samburu County ili waweze kukua team moja kuhakikisha kwamba mambo ya usalama hasa ya mfugo na wananchi kuuana na mambo pia ya kulinda conservancies yetu, kwa sababu tunategemea utalii kwa ujumla katika kaunti yetu. Tunataka tufungue historia tofauti, chapter tofauti ya kwamba kila mtu anaweza kuja Samburu County, watalii wanaweza kurudi vizuri vile inavyotakikana, na hawa watakuwa deployed after training kwa sehemu ambazo tunaona kwamba tulikuwa na ile changamoto, mambo ya ukosefu ya usalama. Na katika kila kijiji, kila sehemu zote ya kaunti yetu imekuwa covered, na watafanya na wananchi na machiefs ambao wako hapo kuhakikisha kwamba tunafaulu katika mambo ya usalama. Kuna jambo moja tofauti na vile tulikuwa awali, ya kwamba wakati huu wakuwe trained, wakuwe askari, kwa sababu wale ambao wamekuwa trained hapa sio wa jamii fulani. Sasa watakuwa ni kama police officers ambao watasaidia wale regular police officers kudumisha amani, na wanaweza kuwa deployed anywhere katika county zetu at a very short notice, in a way of rapid, wale wanazungumzia, ili waweze kuangalia challenges hasa ya mambo ya wizi ya mifugo. Misho pia nataka kushukuru county government of Samburu kwa sababu we are doing differently ni mambo ya training, converting hawa ambao ni community members into a police officers rank. That training is very important. Na mambo ya discipline pia ni muhimu, and that's why initially they were withdrawn kwa sababu ya hizo changamoto. Na hizo changamoto moja ni vile umetaja ya kwamba there are few of them ambazo pengine walikuwa hawatumii zile silaha vizuri. Kwa hivyo training hii ina inculcate ile discipline na yale ambayo inahitajika kuhakikisha kwamba wanafuata ile sheria. Hapa wanafunzwa mambo ya law, mambo ya human rights, mambo mengi wanafunzwa hapa, ili wakati wanaenda huko wanahudumia While the Kenyan government, in conjunction with the Ministry of Health, is targeting to vaccinate more people, as it has just received over 4 million COVID-19 vaccination doses. Anybody coming from outside Kenya will also need to be fully vaccinated. And the airlines have been informed that if anybody gets into an aircraft and comes into the country not having been vaccinated, they become the problem of the airline, not the problem of Kenya. Consequently, we would expect that people boarding will indeed be vaccinated. But we will also reciprocate by saying that Kenyans traveling overseas also need to be vaccinated. And so our airlines, Kenya Airways, and our system will ensure that that is the case. I wish to reiterate that we are not forcing any Kenyan to be vaccinated. It is not mandatory vaccination. If you don't want to be vaccinated, that's fine with us. But do not expect us to risk all other Kenyans who want to be vaccinated because of you. So you'll be free to operate in a manner that you can. I'm sure you'll be quite creative in doing so, but we cannot risk other Kenyans because of the fact that one or two people do not wish to be vaccinated. And I am happy, and I congratulate Kenyans. They are coming out in droves. They are coming out in large numbers to be vaccinated. And we are happy at the response that we have seen, and is to urge them to continue doing the same. We are asking and appealing the border riders. We know we are working with you. We appreciate what you are doing. It is a question of ensuring that come this day, just protect yourself
ensure that the person you are giving a ride is also vaccinated. We are working with the Matatu people so that by the time you board a Matatu, you are not risking the driver, you are not risking the helpers, you are not risking the other people inside the Matatu because you are also vaccinated. We are appealing to the Interfaith Council, and I'm happy about those people who are urging people to get vaccinated in the churches, in the mosques. We are prepared, and the county governments, as Wambora is here, chairman, and you talk to this, about how we are working with the county governments so that the county governments can also weigh in and ensure that the marketplaces have got vaccination centers. And if we do so, we can save the lives of Kenyans and we can open up our economy and keep the economy going. So essentially what we are therefore saying is that for all that to happen, it is happening because of our own government spending money, exchequer's money, your own taxes to buy vaccines. But at the same time, we are also very grateful for the generosity of our people, of our partners who have continued to help us. And I would like at this moment, before I ask Wambora, Chairman Wambora, to say something, I would like to invite the German ambassador to also say something, and then I'll ask Wambora to actually pass a vote of thanks for us and also say how we expect to move forward with the counties. Well, at least 14 people have been reported dead and dozens more injured on the recent volcanic eruption in Java Island in Indonesia. Well, with that is our last story right here from Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. Don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I have been yours, Wanjiku Njau.